wenzake. Labda nahubiria madaktari wenzake. Piga makofi madaktari ya Habaseko. Piga makofi madaktari ya Habaseko. Siku nyingine anakuja kuhubiri amevaa kidaktari kabisa. Siku nyingine, yani wewe ukija ujue uko na madaktari wenzako. Madaktari bingwa hawa. Huyu unajua nakuja kuongea na madaktari wenzangu. Unakuwa huna shaka. Mbele, juombe neno. Uvunje roho za kuzimu. Dokta mkabidhi kwa madaktari hawa. Yafunike macho. Naomba kule kima tusimame. Basi funika macho nitaomba. Mtakatifu, mtakatifu Mungu ishiye milele, Baba ukete juu palipoinuka, ninakushukuru kwa ajili ya mchana mzuri wa leo ambao Baba umetupa nafasi ya kukusanyika tena wana wako hekaluni mwako. Tazama yapo mengi ambayo yametendeka ndani ya ibada hii toka tulipoanza kwa nyimbo za kukuabudu Bwana. Tumekusifu lakini pia Mfalme wa majeshi tumekuimbia kupitia nyimbo mbalimbali. Tuseme nini mbele zako shahidi, tunashuka chini ya mkono wako ulio hodari tukisema asante kwa ratiba zote ambazo tumekuwa nazo ndani ya ibada hii. Lakini tazama Bwana mtakatifu, neno lako linasema ya kwamba kabla ya mambo yote unataka dua, sala na maombezi vifanyike kwa ajili ya watu wote. Na mbele yetu lipo neno lako ambalo Bwana limeandaliwa kupitia mtumishi wako. Wewe ambaye umesema naye Bwana kupitia Bwana Mfalme wa majeshi kinywa chake mchana wa leo, tunatamani Baba tukasikie kutoka kwako. Mtakatifu nenda kampake mafuta yako mabichi kama yale Bwana mtakatifu leo mpaka Daudi mchana wa leo akatumike kama chombo mahali hapa. Ninaangusha kila falme zote za yule mwovu shetani, kila kusudi la giza ambalo limejipanga ndani ya ibada hii kuleta lozo usingizi, kuondoa roho ya usikivu juu ya neno lako. Ninashangamiza na kuzishata zikaharibiwe na kunyamaza kimya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naandika Bwana uwepo wa Roho Mtakatifu mahali hapa kuanzia mlangoni mpaka madhabahuni. Bwana tuma malaika zako akapate Bwana kutuangazia na kutupa roho ya usikivu kabisa. Tafasiri mbaya juu ya neno lako na tafasiri mbaya juu ya mtumishi wako ninaiondoa ndani ya kila mmoja mmoja, bali Bwana tunatamani tukanyenyekee tukasikie Bwana ukatukubali tena machoni pako mbele zako Bwana mchana wa leo. Maana neno lako linasema kwamba leteni hoja zenu zenye nguvu ili tupate kuachiana. Mchana wa leo kabla tujakusanya zile hoja zenye nguvu machoni pako, lipa neno ambalo Bwana linaenda kuweka msingi juu ya zile hoja ambazo tunatamani tuzilete mchana wa leo mbele zako. Bariki mtumishi wako, bariki neno lako, bariki kanisa lako lote. Tunapokwenda kulisikia neno lako tukawe na roho ya usikivu kabisa, tukakusikia kila ambacho Bwana umekusudia juu yetu. Asante kwa sababu upo mahali hapa Yesu, na unaendelea kuwepo mwanzo mpaka mwisho wa neno hili na hata kwenye maombi mpaka mwisho wa ibada Yesu. Tunaamini uwepo wako utaendelea kuwepo. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kanisa sema amina. Tumishi wa Mungu karibu, nisaidie kumchapia Yesu makofi na vigelegele wakati anakuja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane mikono namna hii kama una amani. Punga mkono namna hii kama una amani, alafu mchapie Yesu makofi na vigelegele. Amina. Ninamshukuru Mungu aliyetukusanya tena mchana huu kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutajifunza maneno ya Mungu kwa ufupi sana, lakini naamini Mungu atatusaidia na Roho Mtakatifu atatusaidia, tutaelewa sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Neno la Mungu limeshaombewa na twende moja kwa moja kwenye somo la mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Unayeandika unaweza kaandika baraka za kumtumainia Bwana. Baraka za kumtumainia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele daima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wanaoamini wakimtumaini Bwana hawawezi kutikisika milele daima. Hebu tupunge mikono namna hii. Haleluya. Amina. Tufungue kitabu cha Yeremia sura ya 17.
17 mstari wa 7 na wa 8. Yeremia sura 17 mstari wa 7 na wa 8. Tusome hapo maneno ya Mungu. Kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 7 hadi wa 8, Biblia inasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali ijapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya Mungu yanasema amebarikiwa mtu yule amtumainie Bwana, amtegemeaye Bwana, ambaye amemfanya Bwana kuwa kinga yake. Na Biblia inatuonesha hapa mfano mtu huyo anayemtegemea Bwana amefananishwa na mti uliopandwa kando kando ya kijito cha maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri tulishawahi kuexperience ukame au kiangazi. Si tunaelewa maana ya kiangazi? Mvua hainyeshi. Lakini ukiangalia miti iliyopo karibu na mito ya maji, miti iliyopo karibu na visima vya maji ambavyo havikauki, hata liwake jua la namna gani, miti hiyo huwa haikauki. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia kwamba mtu yule anayemtegemea Bwana na kumfanya Bwana kuwa kinga yake amefananishwa na ule mti ambao umepandwa kando kando ya kijito cha maji. Haijalishi jua litawaka kwa namna gani, upepo utapiga kwa namna gani, majani hayawezi kupukutika na wala mti hauwezi kunyauka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumtumaini Bwana kuna faida. Kumtegemea Mungu kuna faida. Neno la Mungu linatukumbusha mchana wa leo tusizitegemee akili zetu. Tusizitegemee akili zetu na wala tusimtegemee mwanadamu. Usithubutu kumtegemea mwanadamu kwamba yeye ndio awe kinga yako. Yeye ndio akusaidie kwenye changamoto unazozipitia. Yeye ndio akushindie kwenye majaribu unayoyapitia. Yeye ndio akupe nguvu ya ufaulu darasani. Mwanadamu hawezi kukusaidia. Bwana tusaidie sana. Katika kila hatua na kila hali tunayoipitia, tumtumaini Mungu peke yake. Tukimtumaini Mungu tutaendelea kustawi siku hadi siku. Maana neno la Mungu mahali pengine nasema yeye ni maji ya uzima, maji yaliyo hai. Ni sawasawa na mto unaobubutisha maji, haukauki. Kwa hiyo sisi tukiwa ni miti tumepandwa kando kando ya huo mto, hatuwezi tukanyauka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mtu unategemea kupata mafanikio makubwa, kama mtu matumaini yako ni kupata matunda, siku zote ni kuzaa matunda, inabidi ukubali kupandwa kando kando ya mto wa maji ambayo hayakauki. Bwana tusaidie sana. Iko mito ya maji tunayoitegemea. Unaweza ukautegemea, nafananisha ni mito ya maji inayokauka. Ukimtegemea mwanadamu ni kama mti uliopandwa kwenye kisima cha kina kifupi ambacho jua likipiga tu dakika ngapi maji yanakauka. Lazima ule mti utakauka. Kwa hiyo tusifananishwe na hiyo miti ambayo inaota katika visima ambavyo havina kina kirefu na havistahimili ukame. Tuwe ni ile miti ambayo tunaota kwenye visima, mto una kina kirefu sana. Na ndio maana maji yake huwa yanaenda kwa utulivu. Unaweza ukaona maji yanapita kwenye mto kama yametulia, hayaendi, lakini yanaenda kwa sababu kina ni kirefu sana. Kwa hiyo tuwe wale watu ambao tuwe miti ambayo imeota kando kando ya hiyo mito, haiwezi kunyauka. Maana yake tutatoa majani siku kwa siku, tunang'aa tu, kila siku tunang'aa, tunaonekana tunastawi. Japokuwa jua ni kali linatisha, lakini hatuwezi kunyauka kwa sababu tumepandwa kando kando ya mto wa maji ya uzima. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumaini la kweli lipo kwa Bwana na wala sio kwa mwanadamu. Tumaini la kweli lipo kwa nani? Kwa Bwana. Nisomee Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Tumaini la kweli lipo kwa Bwana na wala sio kwa mwanadamu. Mwanadamu ana mwisho. Mwanadamu hana mbingu ya kukupeleka. Kwa nini umtegemee mwanadamu kwenye maisha yako? Kwa nini umweke mwanadamu
maisha yako. Tunatakiwa tumtumaini Bwana peke yake. Yeye hana mwisho, lakini pia yeye ana mbingu ya kutupeleka. Yeye ana majibu ya maswali tulionayo mioyoni mwetu. Bwana tusaidie sana. Tumaini la kweli lipo kwa Bwana. Nisomee Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Nitasoma. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Amina. Bwana tusaidie sana. Katika njia zako zote mkiri Bwana, na yeye atayanyosha mapito yako. Katika kila hatua ya maisha yako unayoipita, mkiri Mungu, ukiri uwezo wa Mungu. Usisimame ukasema hapa naamini nikienda kwa bibi akanipa ile mizizi nikaitafuna. Akanipa ile mizizi nikaitafuna, lazima nitapata 1 ya 7. Hiyo mizizi inafananishwa na kisima cha maji mafupi. Jua likiwaka siku moja tu, kisima kinakauka na mti utakauka kabisa, wala hautazaa matunda yoyote. Lakini kama tumaini lako lipo kwa Mungu, tumaini lako lipo kwa Mungu na sio kwa mganga, sio kwa mafuta ya wanadamu na unabii wa wanadamu, sio kwa uwezo wa wanadamu. Ukimtumaini Mungu hakuna linaloshindikana kwake. Bwana tusaidie sana. Mtumaini Mungu, mkiri yeye katika njia zako zote, atayanyoosha mapito yako. Watu watabaki wanaulizana, huyu mtu anatumia kitu gani? Kwa nini sisi katika hili tunaonekana kushindwa, lakini yeye anaendelea mbele na hajakwama popote? Tafuta watu kuulizana, huyu anatumia nini? Na mwisho wa siku wapate jibu kwamba unamtegemea Mungu na wala si mwanadamu. Bwana tusaidie sana.